Kwa nini unafanya hivi? Ulikuwa wapi tangu asubuhi? Simu yako haipatikani. Na kuuliza ulikuwa wapi? Kumbe unanijali mume wangu. Simu yangu iliisha chaji na ndio maana sikuwa hewani. Sikujua kama utanimisi kiasi hiki. Nani amekumisi? Sandra ameondoka hapa. Tangu jana hajulikani alipo. Baba naye hayupo. Badala ya mimi na wewe tushirikiane kumtafuta Sandra, wewe umeondoka hapa tangu asubuhi na sasa hivi ndio unarudi. Kwa hiyo ulikuwa unanitafuta ili tumtafute Sandra? Mimi nilijua umenimisi. Kumbe maneno yote hayo ni kwa sababu ya Sandra, si ndio? Kwani unakuwa mkatili wewe? Lini utakuwa hata na chembe ya huruma? Joni, tangia uniache pale ukumbini, hujawahi hata siku moja kunipa pole au kuniomba msamaha. Lakini linapokuja swala la Sandra, unakuwa hadi unachanganyikiwa. Suzy, najua uliumia kwa kilichotokea. Lakini hilo sio muhimu kwa sasa. Inabidi tushirikiane kumpata Sandra. Hata na hilo pia sio muhimu kwa sasa. Hivi Utina kwa nini anaingilia mambo yangu? Nikifanya mchezo atanipanda kichwani. Mbona umekaa kinyonge hivyo? Suzy, ni maswali gani hayo unauliza? Unauliza ujinga gani huo? Ina maana haujui kinachoendelea humu ndani? Sandra hayupo humu ndani. Baba hayupo humu ndani. Alafu unakuja unaniuliza maswali ya kipuuzi kama hayo kweli? Yaani unaona kabisa tulivyobaki humu ndani kama mayatima, hatujui kitu gani cha kufanya. Mimi najionea ni kama vile nimetelekezwa tu au Oh Mungu wangu. Tatizo lako na wewe, kuna muda unapenda kujipa stress. Sawa, watu hawapo, lakini hawajapatwa na shida yoyote. Ndio maana hawajarudi. Tatizo lako wewe, kila muda ukikaa unamwaza Sandra mara baba, mpaka tunashindwa kuongea mambo yetu. Ni mambo gani hayo ambayo ni muhimu kuliko kuwazungumzia watu ambao hawajulikani wako wapi na unafahamu kabisa kwamba sio kawaida yao? Ni mambo gani ambayo ni muhimu zaidi ya hayo? Niambie. Joni, sisi tuna mambo muhimu ya kukaa chini kuongea kuliko hata hayo unayoongea sasa hivi. Mimi ni mchumba wako eti.
Ulinivisha pete kwa mikono yako wewe mwenyewe. Sasa kwa nini unakuwa hivyo lakini? Suzi, kukuvisha pete haina maana kwamba nakupenda au nitakuoa. Sawa? Hata uchumba unaweza kuvunjika muda wowote. Nilishakwambia moyo wangu haupo kwako. Moyo wangu unampenda mwanamke mmoja tu ambaye ni Sandra. Samahani kama kuna siku ambayo niliwahi kuongea au kufanya kitu ambacho kilikufanya uamini kwamba mimi nakupenda. Lakini ukweli ni kwamba moyo wangu upo kwa mwanamke mmoja tu. Wewe kwangu ni kama rafiki tu, Suzi. Kama rafiki. Joni, hivi unajua nimepoteza nini kwa sababu yako? Unajua nimeacha kila kitu ili niwe na wewe. Nimevumilia maumivu magumu kwa sababu nakupenda. Leo hii unakuja kusema unipendi, hata kwa kunidanganya. Hata kwa kunidanganya, Joni. Na mimi na moyo sojiwe. Nimekupenda tangia mdogo. Leo hii ghafla tu unakuja kunigeukia kwa mtu ambaye hata hujui alipotoka. Unajua maumivu yangu. Nimepoteza mtoto wangu kwa ajili yako, Joni. Umenifanya nimekuwa mgumu. Nimekuwa mkatili wa nafsi. Lakini ni kwa sababu nakupenda. Suzi, siwezi hata kukuongopea kusema nakupenda, kwa sababu haupo moyoni mwangu, haupo akilini mwangu. Siwezi kukufikiria hata kwa dakika moja. Siwezi. Nakwambia ukweli kwa sababu sitaki kukuumiza. Sitaki kabisa kukuumiza zaidi. Najali kuhusu furaha yako. Tafadhali, jaribu kunisahau. Jaribu kujiweka mbali na mimi. Jaribu kunikataa. Yaani, kwa sababu mimi sina hisia zozote kwako. Sina, Suzi. Na nikiendelea kuwa karibu na wewe, nitaendelea kukuumiza zaidi. Huu chumba huwezi kuvunjika. Joni, wewe utakuwa wangu kuanzia leo, kesho na hata milele. Na hata nikifa, jina lako bado litabaki kwangu. Wewe ni mali ya Suzi maisha yako yote.